yangu. Straight away katika story yangu. Story fupi tu ya ujamaa. Ujamaa anaitwa Chris Kamau. Chris Kamau ni jamaa ambayo ni mwigizaji mnoma sana hapa nchini Kenya. Yani actor mbaya sana hapa nchini Kenya. At the same time pia this guy ni voice artist. Yani voice artist ni wale ambao hurekodi matangazo ya bidhaa mbalimbali. Kama vile ukisikia tunalea Lea Premium wheat flour na kadhalika, wale watu fanya ile matangazo, yani the voices behind advertising hapa nchini Kenya. And then this guy at the same time pia bado pia ni artist, yani ni msanii wa sanaa. Ukikumbuka back in the days kuna kikundi fulani cha wanamuziki kilikuwa kinaitwa Five Alive. Kwa wale ambao mnakumbuka back in the days, Five Alive, hii pia bado pia ni artist. Funny thing pia, yani Chris kwa hivi sasa ni one of the people ambao mimi wenyewe pia walinipatia morali sana kuingia katika kurecord adverts hapa nchini Kenya, kuingia katika voice artist by the way. Bali kilikuwa nikibona nikisikia sauti yake vile anavyo deliver, natamani pia mimi niweze kudeliver kama yeye, na alinifanya pia mimi nikakuwa sasa one of the voice artist pia tajika hapa nchini Kenya. Jamani, leo hii tuko katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo, na tutamalizia pia na the new project ambayo naifanya katika TV 47. Maana TV 47 unajua tena tuko na department ambayo inaitwa Cape Studios. Maana kuko na Radio 47, kuna TV 47 na kuna Cape Studios. So Cape Studios kwa hivi sasa kazi yake ni kupika vipindi. Vile vipindi ambavyo unaviona katika runinga TV 47 vinapikwa kutoka Cape Studios. Vipindi ambavyo vinapendwa hapa nchini Kenya. Vipindi vingi, House Number 9, kina Bed Sitter, kina Connect, na kwa hivi sasa kuna kitu kipya ambacho kimezunduliwa. Kitu hiki kinakwenda kwa jina Mezesha. Hatari bin fire by the way. Tutazungumzia kuhusiana na Mezesha, anachukua role gani pale vile, you know, na Mezesha ni kitu gani ambacho kiko katika Mezesha. Ni kipindi ambapo every Monday to Friday ukifungua kichupa chako ndani ya TV 47 kuanzia 1:30 jioni utaona Mezesha. Kwa hivyo usicheze mbali. Karibu sana Chris. Asante sana, nashukuru. Uko salama? Niko salama Salmin. Summer days bro. In fact, hiyo introduction umenipatia. Hey. I was wondering who nani? Wewe Chris by the way. Wewe, maybe kwa haraka kabla tuende katika taaluma. Mkenya kwa hivi sasa angelipenda kujua, je, huyu Chris Kamau kazaliwa upande gani wa Kenya? Zaliwa hapa Nairobi, Kenya 1973. Kwa hivyo right now I am 53 years blessed. Na nimeishi sana mjini wa Nairobi. Lakini for about 15 years niliishi huko United States of America. Pale nilikuwa nimeenda kusoma further studies. Nianza kwanza kwa Berklee College of Music. Nikiwa hapo I discovered that talanta yangu sana ni kuhusu maneno ya sarakasi, kuwa an actor, right, more than a musician. Kwa hivyo ni transferred to the American Academy of Dramatic Arts and I graduated in the year 2000. Nikabaki America kidogo hivi, alafu kisha nikarudi Nairobi Kenya, whereby nilibarikiwa kupata kazi kwenye vipindi kama vile Sumu la Penzi, Jane na Abel, Maria of course, Citizen. Alafu sasa Mezesha. Na Nairobi mtaa gani? Umelelewa mtaa gani Nairobi? Ni town boy. Okay. Nililelewa mtaa wa Woodley. Okay. In fact, our MC sasa ni bwana ni mgizaji ni DNG MC. Exactly, yeah. Kwa hivyo nililelewa hapo Woodley. Kisha tulihama Spring Valley, alafu Kiuna, alafu Riara Road. Alright. Bro, umelelewa macho, wewe ni mtoto wa getekali bro. Leafy suburbs. Mzee alijaribu sana. Yeye kwa fupi ni babi. Kuna wakati mzee alikuwa anafanya kazi gani? Mzee wangu alitoka dunia last year by the way. Pole sana. Nashukuru sana. Tumepoa.
lakini mzee alikuwa mtangazaji. One of the best that Kenya has ever produced. Alikuwa anafanyia kazi ya serikali ya mzee Jomo Kenyatta, hayati. Alafu tena hayati Rais Moi. Alafu tena Uhuru Kenyatta, Rais Uhuru Kenyatta. Alafu tena hayati Mwai Kibaki. Kidogo aligusia hii serikali ya ya Dr. Ruto, lakini alijiuzulu. Okay. And last year on sadly October the 23rd, it was a Thursday, alituaga dunia. Mimi kwa faida msikilizaji, ili ni jina ambalo litajika hapa nchini Kenya. Jina anaitwa nani mzee? Anaitwa Shujaa Sami Lui Omondo. Sami Lui. Sami Lui. Kwa hivyo ni kijana wa Sami Lui. Ndio. Ni kweli ni jina tajika, ni jina ambalo limefanya kazi. Ulikuwa ukimsikia mzee Sami Lui akisimama pale vile. Sana. Hususan katika hafla za serikali, you like tukimwona Sami Lui akijipresent, unajua madaraka pale vile, mtukufu rais na kadhalika, kizungu ambacho ni kitamu jamani. Hata Kiswahili pia alikuwa mzuri sana Sami Lui. Kwa hivyo ulichukua kutoka kwa mzee hii talanta. Kwa hivyo ukamaliza pale mambo yako. Na ulisoma shule gani hapa Nairobi? Nilianza na St. Mary School. Ndio. Nursery school nilianza na Joseph Kang'ethe. Nursery. Kisha nilienda pale panaitwa Audrey Taylor's Nursery. Alafu kutoka hapo nilienda St. Mary School. Ulisoma na retired president Uhuru Kenyatta. Gideon Moi, all those characters. Lakini walikuwa mbele yangu. Chris, unasema kwamba wewe umesoma na watoto wa maraisi. Umesoma na Gideon Moi, the same school. Yes. Uhuru Muigai Kenyatta, the same school. Yes. John Girongo, the same school. Girongo, the same school. Same school, exactly, yeah. Who else was there? Francis Michuki, the same school. Alafu kulikuwa mbunge wa Tetu, andikuwa Dongwi Benji, same school. I think Jimmy Wanjigi also, classes ahead. Right. But basically we're from St. Mary's boys. Ilikuwa inaina. Nchi ya kitu kidogo. Exactly. Na Five pia. Inaitwa St. Mary's pale vile. Huyu sasa ndo Chris, bila shaka umemwona kwa hivi sasa. Na umejua background yake ni babi. Ni babi. Lakini I must say, nilienda St. Mary's kutoka primary mpaka secondary, form 3. Kisha nilienda Moi Forces Academy. Okay. That is where I did my KCSE. Ndio. In Moi Forces Academy. It's important that I mention that because of those guys here. Hey, where kwani mlizao, you know? Mbona kutotaja. Kwa hivyo State House tumemaliza secondary, ukaenda zako majuu. Nimaliza secondary, alafu kisha tukimaliza secondary hivi, unajua kuna ile period unangojea results. So you're wondering what to do to yourself. So I joined a group naitwa Phoenix Players. Alright, nakumbuka. Phoenix Players. Phoenix Players under James Falkland. Ndio. Sasa siku moja nilikuwa nafanya michezo inaitwa Sunshine Boys. Rafiki yangu Eric Wanaina alikuja kuona hiyo michezo. Tukimaliza show hivi, akaniambia Chris, unafanya nini na maisha yako? Akisema niko hapa fanya fikiria hii. Najua wewe na mimi tulikuwa kwenye kwaya tukiwa shule. Sasa kuna jamaa mwingine hapa anaitwa Victor Sei na rafiki yake anaitwa Bob Kioko. Wameunda kikundi kidogo hivi ya kuimba. Are you interested? Okay. Sema yeah, sure. Akisema basi kesho tukelezea upande huu at this residence sahi, tunafanya mazoezi. Tuko na lengo ya kufanya a show future. Sema sawa. Basi nilitokea. Basi ilikuwa mimi, ilikuwa Eric Onaina, ilikuwa Victor Sei, ilikuwa Bob Kioko. Alafu kulikuwa jamaa moja wa kwanza alikuwa yule mwenye kuimba, the fifth guy. Unfortunately he passed away. Alikuwa anaitwa Andrew Owiti. Tulikuwa namuita Power, alikuwa na sauti yake ilikuwa na power sana. Na alituaga dunia na yeye pia alikuwa St. Mary. Alright. So that was the first fifth member of Five Alive. Five Alive. Yeah, it's very interesting because the last member, the fifth member is always rotating for some strange reason. Okay. Kwa hivyo katika Five Alive alikuwa Chris Kamau, akakuwa Eric Wainaina, akakuwa Victor Sei, Bob Kioko mmoja. Bob Kioko mmoja. Producer. The very same. Right. Yule alikuwa kwenye Capital FM. He's a homework. Bob Kioko kwanza alikuwa ni mtangazaji Capital kwa. Yeah. Alafu na nani tena? Alafu sasa alikuwa mtu anaitwa the late Andrew Owiti.
Andrew Witi. Yes. Mwanangu tupatie kidogo bana. Nipe moja bana ya Five Alive. Wakenya angalau wajue ni kitu gani tunazungumza, because Five Alive ilikuwa ilitesa sana Kenya. Sana. Nipe moja ile ambayo ilikuwa kali ya Five Alive. Alikuwa Ondio. Ondio, I still love you. Ukienda YouTube hiyo unaweza pata. Ndio. Ukikumbuka kionjo. Ndio kionjo tu bali. Hiyo kuna wakati iliteka sana nchi hiyo nyimbo. Najua majenzi kidogo hamtaelewa, lakini inabidi mmeelewa. Ndio ilimbo na Five Alive pale vile. 34 minutes imekatika tangu ifike mida saa 2 kamili saa za Afrika Mashariki, katika line za simu 0793047047 ama 0783047047. Mambo ni mengi ya kuzungumza na Chris by the way, lakini maybe ungelipenda umsalimie pale vile, ama ushamfahamu, ushaikumuona katika runinga yako pale vile, kuna kitu ambacho nataka kumwambia, unaweza kumwambia kupitia katika 0793047047 ama 0783047047. Good morning Radio 47. Hello. Hello. Habari ya asubuhi. Nzuri. Naongea na nani mami? Hello. Hello. Nakusikia. Sasa nilikuwa napigia dadi lakini nikapiga. Dadi ndio yuko studio? Hapana. Dadi yuko wapi? Job. Asante sana. Thank you. Naitwa nani ma'am? Terian. Thank you very much Terian. Have a good day, eh? And say hi to Daddy and Mami, eh? Thank you very much. Ama vipi? Kidogo nafikiri kwani Dota anakusikiza. Daddy anatafuta TBT. Sasa kwani Dota anakusikiliza kwa redio ama ni vipi? Hello, good morning. Vipi? Kopoa bwana. Naongea na nani bwana? Sana Derek bwana. Derek uko pande gani wa Kenya baba? Upande wa Meru. Meru kuna sema namna gani? Ni Meru hakuna mambo. Ama vipi? Unataka kumwambia vipi Chris? Salimia jamaa wangu msanii bwana. Asante sana. Hiyo vitu nilisikiza bwana. Ulisikia gani? Ndio. Huwa nafuatilia maneno sana bwana. Asante sana mavipi, alisikia ndio kutoka upande wa Meru pale. Nashukuru sana. Good morning. Hello. Vipi habari asubuhi? Nzuri. Naongea na nani mami? Naongea na Priska. Just wanted to say that girl sounds like MC Jaffe. Oh, he sounds like MC Jaffe. Anaongea kama MC Jaffe, msalimie sana. Asante sana, umesalimiwa sana. Nasema kwamba kidogo unaongea. MC Jaffe ni one of our radio presenters here. Okay. Yeye ndo anaingia after me, yeye na Mkamburi Chigogo. Okay. So unasema kidogo mnafanana. Sawa. Unajua pia ni msanii, yeye pia ni msanii, ni MC nini na kadhalika. So there's that coordination pale vile. Nashukuru sana. Na nimsalimika na namsamia pia. Right. So Five Alive ikaendelea. And then what happened to Five Alive? That's very interesting. Unajua in life, unajua maisha saa zingine inaenda upande huu, kwa sababu kila mtu ako na maisha yake sasa. Ndio. Tulianza tukimaliza shule, si ndio? Kwa hivyo maisha yaliendelea. Huyu anaenda upande huu, huyu upande huu. Kwa hivyo kutunga tena it's not a very easy thing to do. Lakini the good news is tumekuwa na mazungumzo hapa na pale. Ndio. Kuna possibility. Unajua kama sasa vile New Edition na New Kids on the Block wao wanafanya touring sasa. Ndio. Pengine in the not too distant future there'll be a bit of a reunion. Alright. So we're still not hatuja disband hivyo. Okay. We're in regular touch. The important thing ni sisi ni marafiki. Okay. In fact ni mandugu up until today. So we still interact with each other. Okay. To go involved in each other's lives. And we have had those discussions. And you never know. Kwa hivyo wewe Eric Wainaina, Bob Kioko, Victor Sei, and anaitwa Joe Kirago, Pepi. Joe Kirago namjua. You guys are talking right now. We are talking, we're communicating. So mregeshe ama mpige tu peke yake ama mregee as a group vile mlikuwa back in the days? As a group, maybe perhaps do an exclusive maybe 5-night show. All right. A 5-night series of shows. Alafu depending on how that goes, you never know. Okay. Tuende katika hii advert yako jamani ya Blue Band. Iliwika sana hapa nchini Kenya. Iliwika sana nchini Kenya. Blue Band, hiyo hadithi ni very interesting. Nilikuwa mtoto
nilikuwa miaka 12, okay? 12 years. 12 years. Hiyo ni 1984. 1984. Sasa shangazi yangu alikuwa anafanya kazi na McCann Erickson Agency, okay? Walikuwa hapo Waumini House Westlands, okay? Sasa sasa microphone kidogo hivi tukupate vizuri. Okay, sasa what happened ni my mom alikuja kunichukua kutoka shule, and that weekend my auntie was staying with us. So hatukuwa na mobile phones those days. Kwa hiyo tulikuja kwenye car park hivi, she's taking too long. Mama alisema hebu enda angalia nini inaendelea na shangazi yako. Basi nikaenda juu kuangalia nini inaendelea. Kwa ofisi sasa. Huko kwa ofisi sasa. Sasa what happened is unfortunately your people cannot see this, lakini nilipitia kando ya ofisi moja, walikuwa wanafanya shortlisting. Walikuwa na mapicha hapo. Kulikuwa Samadoka, kulikuwa manaitwa Arvind Vohora, sijui kuna representative wa ilikuwa East African Industries. Sasa walikuwa na mapicha sana hapo. Walikuwa wanaangalia picha, no. Wakaniona. Wakasema, "Wewe kijana, kuja hapa." Acha bwana Chris bwana. Nikasema, "Ati mimi, kuja hapa." Haya, nikaingia. Akasema, "Hebu simama hapo." Akachukua, unajua zamani walikuwa na vikombe, unaweka makalamu ndani, si ndio? Akamwaga hizo kalamu, alipatia kikombe, akasema, "Shika kikombe, simama hapo, tabasamu." Smile. Nikashika akasema, "That's the one. That's the guy." Sasa my auntie alikuwa ananitafuta. Kwa hivyo alipita hapa akasema, "Susan, is this your nephew?" Akasema, "Yes, we want this boy." Okay. And that's how I became the blonde boy. Hivi ukaingia katika advert ya Okay. Pure luck or blessing. Hivyo tu. Napoka tu, and this person like, "Wewe, ingia. Chukua kombe. Tabasamu." Because mimi naona kwa sababu maisha yako, unajua tena maisha yako tena mtoto makochini pale, maybe uliorganiziwa pale. Hivyo ndio ukaipata ile advert na ukaifanya na ikatamba Kenya mbaya. And believe it or not, up until today, I don't know how much I got paid. Unajua kwa nini? Niliuliza mzee siku moja, "Oh, by the way dad, ile advert ya Blue Band, nilipa pesa ngapi?" Akaniambia, "Kwani ni chakula umekosa? Ni school fees umekosa? Ni viatu huna?" Usiniulize hiyo swali tena. Alafu hujai kujua mpaka leo No. ilitoa pesa ngapi? No, I don't know. But I've never lacked anything. That is the way of saying, where? So hiyo ndio ilikuwa ya kwanza, ndio mwisho wako pale vile, ama ukaanza kufanya zingine? No, nilikuwa nafanya child modeling. Unajua zamani sana kulikuwa magazine moja ilikuwa inaitwa Viva. Ndio. I think the editor alikuwa mtu anaitwa Salim Lon. Sasa hiyo magazine Viva walikuwa na fashion section. Okay. Na ilikuwa na kids modeling, ilikuwa na adult modeling. Sasa nilianza na magazine kama Viva. Alafu kutoka hapo sasa nilifanya hata calendar ya Benilyn. Unajua sikuwa naogopa camera. Okay. Kwa sababu ya mzee. Ndio. It was very interesting kwa sababu sasa zile nilikuwa mtoto mdogo, mzee akienda kusoma news, alikuwa anaenda na mimi. Alikuwa ananibeba. Yeye anasoma news, mimi niko hapo na editors naangalia TV what is happening next week. Tukiwa kwa show niko kwenye Obivan. Okay. Kwa hivyo nilizoea maneno zamani sana. So I was very confident. Okay. So my relationship with the camera started when I was very very young. Okay. Hata nitakuonyesha mapicha pengine huwezi kuona, lakini nitakuonyesha mapicha zingine hapa za TBT. Utaona nikiwa mtoto mchanga. Utaona me in my teenage years, and you'll see that the camera and I have always tumekuwa tumependana sana. Mmependana na kamera kuanzia zamani. So hile nyingine ambayo umesema Blue Band hukujua. Hizi zingine je, ulijua ni pesa ngapi zilikuwa? Of course, definitely. Definitely because I was of age. Unajua ukiwa 12 hiyo ni guardian ama mentor. It's going to sign for you. Yes. Lakini hizi zingine negotiate for yourself. At that time kwani advert ilikuwa ni pesa ngapi? At that time, yes, of Blue Band. Ndio. That would been a lot of money. I can't say right now, lakini in the old days people used to get paid a lot of money kwa sababu ilikuwa original na ilikuwa TV, ilikuwa print, ilikuwa radio, everything. Okay. Across the board. Na voice artist ilitokea wapi? Voice artist was voice because one of the big voices hapa nchini Kenya was the voice, by the way. Again, luck or blessings. It's a question of being in the right place at the right time. I can say that my relationship with God is very interesting.
there's been no time nimeuliza Mungu anisaidie na kitu na hajanisaidia, ama nimwambie nahitaji hii na hajanipatia. But that works two different ways, kwa sababu ukimwambia nipatie hii kitu natakupatia, it might be good for you, it might be bad for you, but he'll honor that promise. Maana kwa hivi sasa msikilizaji pia anajiuliza hii voice artist ni kitu gani? One of the famous ile ambayo shai kurekodi na ikatambaa hapa nchini Kenya ni gani? Unajua Five Alive ilifanya Brookside commercial. Right. That was the first commercial that we did for Brookside milk. What else? Nilifanya Pick a Box as well. Let me see, what can Kenyans think about that? Unajua hakuna a particular catchphrase. Nipe Brookside, wapatia Brookside. Nipe Brookside, kesho tutakuwa nao kiwanjani pale vile. It's so cool to drink Brookside. Brookside is the one for you. Brookside milk. I'm on Zaka Mashumbi na Mokideo. Campus 47, M&M, weekdays, 6 a.m. to 10 a.m. on Radio 47. Na hivyo umelipwa. Anaitwa Chris Kamau. Mjibu ule msikilizaji amekuuliza ulikuwa na play role gani pale vile? Nilikuwa nacheza ile role ya bwana Mr. Daniel. Mr. Daniel, ndio. Katika Maria pale. Na that time nafikiri bado nilikuwa mwenyekiti wa Kenya Actors Guild. Na hata hivi sasa niko kwenye mezesha na niko na watu kama vile Ken Ambani. Hata pia ni mtu wa Kenya Actors Guild. Na Kenya Actors Guild ni organization ni muhimu sana kwenye actors. Okay. Here in Kenya. Right. And in fact, it's a guild that actors should join. Kwa sababu it's for professionals. Na itawasaidia wakiwa na tatizo ya kazi, ya kulipwa, kukosa kulipwa, welfare na kadhalika. Right. In fact, right now you've got some two major movies that are in the theaters na wame-collaborate sana. Kuna Annam's Wake na kuna Tides. Na Annam's Wake imekuwa directed na Likari Nwena, who was also directed Mezesha as well. Na tena kuna Tides by Ruben Odanga. Na nilikuwa nifanya kazi na Ruben Odanga. I just finished doing Lazizi. Na these are all productions whereby Kenya Actors Guild walisaidia sana. And our chairman Peter Kawa is doing a lot of work. Okay. A great deal of work to try and bring actors together in Kenya and make it a national guild, not a Nairobi-based guild or a Mombasa-based guild, but it's called the Kenya Actors Guild. So if you're an actor and you're serious about your profession, please, by all means, join the Kenya Actors Guild. Thank you very much. Yeah. Twende sasa katika New Kid in the Block, Mezesha. Kipindi ambacho kwa hivi sasa kimeteka nchi, by the way. Watu wanakizungumzia sana. Kipindi ambacho kiko na mastaa, kina Baraza, kina Chris Kamau, kina Matubia, wako pale ndani katika hiki kipindi. Vigogo, yani actors na actresses hapa nchini Kenya ambao ni majina tajika. Hilo ulipata namna gani kwa Mezesha bro? Sasa kusema ukweli, what happened ni nilikuwa kwenye another production. Alafu nika notice everyone is talking about Cape Media, Cape Studios, wanafanya Connecting, wanafanya Ni My Guy, but wanafanya Bedsitter, wengine wanafanya Dr. Ofweneke. So I said, what is going on? What is going on? Some of these all the productions, ujasikia? Ujapata habari? Kuna kitu inaitwa Cape Media na kuna kitu inaitwa Cape Studios. And right now they are busy looking for people for the productions. Basi, the good thing is nilikuwa nimefanya kazi some time back with June. Okay, June. Boss lady. Yes, also Winnie as well. So, nilichukua simu. In life you have to be proactive. Yes. Nikampigia simu June. Nikamwambia June, my name is Chris Kamau. I'm an aspiring actor. You may or may not have heard of me. But I would like to come and audition for you. June aliniambia, by the way, we were about to call you. Okay? Luck tena. Now, here's the thing. It's blessings. Kwa sababu, apparently, hii story ya Mezesha walikuwa wameitunga about 3 years ago. Na kwenye industry yetu, kuna something called a mood board. Na mood board has the roles of the characters and the people they want to play those characters. June aliniambia, you won't believe this. 3 years ago,
tulitunga hii story, hii hadithi, tulikuwa na mood board, and your name and your character was already decided. Now is the time. Okay. And believe you me, that is exactly what has happened. Ukaenda? Yeah. Kwa hivyo haukufanya audition katika Mezesha? My audition for Mezesha was that phone call. Role yako ni gani pale? Role yako ni gani katika Mezesha? Ndo watu wakitune in leo 7:30 ndani ya TV47. Yes. Straight away. Role yako unajiita nani pale katika Mezesha? Bwana Juma Nyongo. I am the father of Marion, who is the wife of somebody called Gerald Makasi. Na mimi nakwambia, mimi si mchezo. Alright. You don't play with me. I will finish you. Alafu nitakufufua, I finish you again. Kwa umesema leo katika kichupa cha TV47 7:30. Yeah. Tumuone bwana? Bwana Juma Nyongo. Bwana Juma Nyongo. Unaimalizia namna gani ndugu yangu historia yetu leo? Wacha nikwambie, kuna kitu kingine mimi hufanya. A lot of people don't know this, lakini kuna kitu inaitwa Kenya International Sports Film Festival. It is the premier sports film festival of its kind in Africa. This is not going to be the 9th edition. Unfortunately, today was the last day of submitting films. So far, we have about 1,305 submissions. Lakini in the course of the coming months, there might be an extension. But what it is that it's a sports film festival. Kwa hivyo ukiwa na cinema kuhusu anything to do with sports, Okay. please keep your eyes open for Kenya International Sports Film Festival. Thank you very much, sir. Very welcome. Asante and all the best. Thank you. Na leo lazima tukuangalie ndani ya Mezesha. Exactly. Asante sana. Now, ukitaka any of my contacts, it's KAMAU, the number 2, play. Come out to play. And that is for Instagram. And that is for Facebook. And that is also for TikTok as well. Thank you very much. Yeah.